Sasa mbona nakupigia simu nyingi afu upokee? Sio kila labda nitakuwa busy kupokea simu. Na mambo mengi ya kufanya, na masomo natakiwa kuya clear na vitu vingi vya kufanya pia. Hivi huu ujasiri wa kunijibu mimi hivi umeutoa wapi? Mtu kunijali, kunihudumia, unifanyie chochote, unajua kupendeza tu. Kaa hapa tuongee bwana. Wewe unajua unazingua mwanangu. Amaira, siku hizi umekuwa na mabadiliko sana. Hilo la kwanza, ndio maana nimekuita hapa ili tuweze kuongelea hilo. Alafu mbili, weekend hii nataka tutoke. Kwangu mimi haina maana aidha unatoka au hautoki. Mimi swali langu liko pale pale. If utanijali kama ninavyotaka, yote hayo unaweza kufanya. Lakini haunijali kwa chochote. Haunifanyii kitu chochote ninachojiona mimi kweli ni mtoto wa kike. Hunijali kwa chochote, sio kuvaa, sio kula. Nataka niishi vizuri, nijiachie na mimi nijione kweli nina boyfriend. Sio kama wanavyokaa. Unajali kupendeza tu, unafanya mambo yako alafu mimi anifanyie nani? Amaira, yes. Unaongea sana, unatantalila nyingi. Hivi mimi ni kabisa nina hela. Nashindwa kujali. Sisi tunaanza kudate, nitapata hela nitakufanyia hivi. Nitapata hela lini utazipata? Hakuna siku umezipata, unakaza kuziongea tu. Sijai kuziona. Ziko wapi? Mbona sizioni? Hizo hela ziko wapi ulizonazo wewe? Kila siku unakaza kuni promise vitu vya ajabu tu. Wenzao wanafanywa vitu vizuri, mimi nakaza kupiga makofi tu unashangilia. Wewe hujanifanyia kitu chochote sasa. If hautaweza, mimi na wewe basi. Hivi mimi kabisa nina hela kutosha hivi. Nashindwa kufanyia kila kitu. Naweza kukifanya. Ukiona hivi bado sina hela. Alafu na kingine, wewe hela zako mimi sijai kuziona, hizo unazoziongelea. Labda kama una watu wengine unawapaga, mimi kwangu sijai kuziona. Hizo hela unazoziongelea. Kuanzia sasa, if huwezi kunifanyia ninavyovitaka na kuacha uendelee na mambo yako, mapenzi ya ahadi siyataki. Unaweza kunifanyia hivyo vitu, tuendelee kudate. If hauwezi, niachana wewe niendelee na mambo mengine. Siwezi kukaa kila siku na kubembeleza njoo fanya hiki fanya hiki. Siwezi. Na mambo mengi ya kufanya. Amaira. njoo Amaira, mbona bado tujamaliza kuongea? Tunapata elimu tegemezi, ujuzi na maarifa. Ufanisi wetu ni mkubwa, kuvumbua na kugundua. Tunaipongeza serikali kwa miradi mbalimbali, ikiwemo VETA inatupa elimu tegemezi. Tunaweza kujiajiri na kuajiriwa. VETA,
Maira, Yes. what is this? What do you see? What do I see? Do you know the causes of wearing short and tight clothing? I don't know. Just tell me. Maira. Maira. Why are you here for? I know. Maira, lakini anachoongea sasa ni kweli. Bora tu ungemsikiliza. Kwani alikuuliza wewe? Si ukae kimya. Lakini ungemsikiliza Maira. Haihusiani na wewe. Just keep quiet. What do you care? Sasa utajua mwenyewe kila mtu wewe. Hivi Maira, wewe unaona serikali ni wajinga sana kuleta mpango kazi wa kuleta hiyo elimu ya VETA? Au sikuta hata maana ya VETA ujui? Hata hivyo sijasema wao ndio wajinga, ndio maana niko hapa. Mpango wa serikali ulikuwa ni mzuri sana kuanzisha vyuo vya VETA. Si kwa sababu vyuo vingine vimejaa, hapana. Kwa sababu VETA ina provide skills education. Labda nikwambie jambo moja ambalo ulifahamu. Wewe ni mwanafunzi wa chuo. Hapa VETA. Elimu ya VETA ni skilled. Hapa tunafundisha watu kujitegemea. Elimu ya maarifa. Tofauti na elimu zinazotolewa vyuo vingine. Mimi nakuomba, badilika. Achana na tabia ulizokuwa nazo sasa hivi. Hii dunia ni fupi sana Maira. Utakuja kujutia mengi sana mbeleni. Sijakukumbea. Hujaniambia. Diana si unampata? Sikafa kwa Rasi. Tena. Yaani kafa kauza ndio kampenda Rasi. Usiniambie. Yaani acha tu shoga yangu. Yaani kafa kauza. Hataki kusikia mwanaume yote zaidi ya Rasi. Sijakukumbea madam. Sikampenda Rasi. Tena. Labda nikwambie kitu kimoja Lolo. Nyie wanafunzi wapya mliotoka vyuo tofauti tofauti, mkija mnajiona sana ni special. Hii serikali yetu unayoiona hawakuwa wajinga kuwachukua wanafunzi waliomaliza vyuo tofauti tofauti kuwashauri waje wasome elimu ya VETA. Hii ni elimu ya self dependent. Elimu ambayo inakufanya wewe uwe skilled. Vocational Educational Training Authority. Hivi unadhani serikali walikuwa ni wajinga kiasi hicho? Lakini nyie mmekuja mnajiona sasa what's your mentality kwa kujiona ni special kisa una degree. Sikiliza nikwambie kitu kimoja Lolo. Serikali imefanya hivi lengo mahususi ni kuwajengea nyie uwezo wa kupata ajira au kujiajiri na kuweza kufanya mambo yenu yaendelee. Na ndio maana wanasema sisi tuna provide na guiding na promote vocational educational skills kutokana na soko lililokuwepo, soko husika ambalo lipo katika nchi yetu. Nyie wanafunzi wapya mliotoka vyuo tofauti tofauti, mkija mnajiona sana ni special hapa chuo. Wengine wanatembea kama mamisi. Wengine wana Lakini Lolo, tukiachana na haya, unajua wewe ni mtoto mzuri, mrembo, mashallah. Hiyo lecture ulichoniitia hapa ndio hichi. Umezunguka, umeongea mengi. Kwa hiyo lengo lako ndio hilo. Wazungu wanasema whoever hide her nakedness cannot get a child. Yani mficha uchi azai. Tuseme tu kwenye ukweli, wewe ni mrembo. Mimi naamini kabisa nitakuwa si mwanaume wa kwanza kukwambia hili neno, na pia sitakuwa mwanaume wa mwisho kukwambia hili neno. Ila frankly speaking, your beauty captivated my heart every single moment.
sawa. Maneno mengi. Ela iongee. Sikia nikwambie, tatizo sio pesa. Tatizo ni jinsi ya kuzitumia hizi pesa. Okay, naomba nisiongee sana. Najua unahitaji kuwahi kwenye chuo. Chukua kiasi kidogo hiki cha pesa. Nadhani kitakusaidia kwenye matumizi yako ya leo. Alafu kama kuna mengine, basi nipigie. Mbona kijana wenu bana hata salimii bana. Sio nikutana nani? Ovyo. Hizo ndo degree zenu mnazojivunia kutoka hivyo vyuo mlivyotoka huko. Degree wapi? Mapenzi yanamtesa huyo. Kwa mapenzi gani? Lenye kaa chizi vile. Kwanza ule ni mkofia ni mkikapu amevaa. Hata mvuto hana. Mvuto gani? Jeusi, kalami. Amna sharobaro wenyewe. Sharobaro gani? Hebu tuendeleeni hapa. Mko mnauliza nini tena? Hiyo nani hiyo? Mimi sijaelewa hapo. Wewe umeelewa? Najua love is about feelings. Lakini feelings zangu mimi zote zimedondokea kwako. Najitahidi sana nifanye kila jitihada. Nifanye kila kitu nikulizishe. Angalau utambue kwamba ni jinsi gani moyo wangu umedondokea kwako. Mimi sijakataa bana, hilo mbona nalijua. Lakini Maila, kuna vitu mimi vinanichanganya sana. Nimekuwa nakufuatafuata kama paka, lakini bado kuna vitu naviona haviko sawa. Yaani kila siku ninapokuja kwako, naonekana kama naanza upya na kama na introduce new topics. Alafu mimi hayo mambo yako unaosema kwamba kuna vitu viko sawa, mimi mbona nakuelewa. Hayo mambo mengine hata hayataki haraka. Kama mambo mengine yatakuja tu. Lakini kama umeniahidi hivyo kwamba utakuwa sambamba na mimi kwenye kila kitu, leo sitakuacha kinyonge mama. Wow. That's why I like you. Yes, nashukuru sana. Asante pia. Nimefurahi. Kweli. Kwa hiyo mama wangu, bila shaka utakuwa tayari sasa kwa kila jambo. Kwa sababu ushaelewa kwamba mimi mapenzi yangu yote yako. Maila, unafanya nini? Hii Maila, mbona unapenda kunisaliti kijinga hivi? Maila, huyu ni nani? Usiniuliza mimi ni nani wewe. Unauliza mimi ni nani? Mimi ni mpenzi wangu huyu. Alafu unakuwa boya hivi unakuja kutembea na vimbunga hivi. Mbona wewe unakula mambo kiwaki? Bro, hakuna kimbunga hapa. Hata huyu mimi alikuwa mpenzi wangu toka muda sana. Unaposema kimbunga, wewe kimbunga vile vile. Alafu wewe, mimi sitaki maneno ujue. Hizo mistari zako peleka huko. Mimi ni mke wangu huyu. Alafu wewe similiki piskari kama hii wewe. Oho. Ulizane kwamba huyu piskari ndo anastahili kwako peke yako. Basi, kila kizuri katika hii dunia huwezi kula peke yako, lazima ukula na wenzako. Maira, njoo hapa. Nakuita njoo hapa. Wewe, unajiganya ugomvi bro? I say wewe usilete mambo ya kuleta. Kijinga wewe.